Nikupe ushuhuda kidogo. Baba moja alikuwa ni manager katika kampuni moja kubwa sana. Manager kabisa katika kampuni moja kubwa sana. Huyu baba wakati akiendelea kufanya kazi alikuwa ni tajiri, ana magari ya kutosha. Huyu baba anakula anachokitaka, sicho anachopata. Anakula anachokitaka kabisa. Mambo yake ni mazuri. Watoto wanasoma kwenye shule nzuri kabisa. Shule nzuri, magari wanabadilisha yeye na mke wake, kila kitu, nyumba nzuri ya kifahari. Lakini huwezi ukaamini kilichompata. Utashangaa ninachokueleza. Ghafla siku moja akakutana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akamwambia, na kuona kuna jambo liko linakufuatilia, njoo nikuombee. Alipoambiwa vile akasema, mtumishi, unanieleza kitu gani? Akilivyojitazama yuko vizuri, akaunti imejaa vizuri kabisa, benki iko vizuri kabisa. Hakujua kama anaweza akaporomoka. Huu ni ushuhuda halisi ninaokueleza. Lakini baada ya muda, miezi michache hapo baadaye, huyu baba kazi iliota nyasi. Kibarua kiliota nyasi. Katoka pale. Na alipotoka pale, cha kustaajabisha, kila mtu aliyemfahamu hakuweza kumtafuta tena. Marafiki wote wakakata. Akabakia anakaa nyumbani. Akaanza kuuza magari. Magari yale akauza. Kodi ada ya watoto ikawa imeisha. Watoto wote wakarudi nyumbani. Akaanza kukaa pale. Fedha zikaisha. Akaunti zote mpaka zikawa zero kabisa. Wakaanza kuishi wanajifungia ndani. Aibu. Hawezi hata kwenda kwa jirani kuomba unga. Hawezi. Maisha yalikuwa mabaya sana. Yakarudi yakawa mabaya sana. Huwezi ukaamini ushuhuda huu. Ndipo alipokuja kugundua na kuanza tena kwa upya. Mungu akamkumbuka. Alipoanza upya ndio Mungu akamkumbuka. Marafiki waliokuwa wamemblock wakaanza kumtafuta, wakaanza kumpa msaada, wakaanza kumrushia fedha. Huwezi ukaamini. Baada ya kuja kwenye madhabahu, na mimi ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, yamkini unaona maisha yako ni mazuri sasa, uko vizuri, unaendelea vizuri. Nataka nikueleze, panapokuwa uko vizuri sana ndipo maadui wapo karibu sana na wewe.